Kuna msemo unaosema wagomba nao ndio wapatanao, na hili tumelidhihirisha na kuliona kabisa kwa macho wazi wazi. Na hapa ni katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Chalamila, na dada yetu Upendo Mkoni na Martha Mwaipaja waliitikia wito katika ofisi hizi. Kwanza nimefarijika sana na kuwaona katika ofisi yetu, kwa sababu moja ya dhamira ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kuhakikisha sisi viongozi wa serikali tunakuwa viongozi katika sekta zote bila kubagua ama kuiacha nyuma sekta yoyote. Mtafahamu kwamba dada yangu Upendo Mkone pamoja na dada yangu Martha, wote hawa wamekuwa ni watumishi wanaoinjilisha kwa kipawa kikubwa cha uimbaji ambacho Mungu mwenyewe aliwapa. Hivi punde siku chache zilizopita niliona kidogo sintofahamu katika mitandao ya kijamii, lakini nikapata nafasi ya kuzungumza na dada zangu kwa mmoja mmoja, lakini nikaangalia dhamana kubwa sana walionayo, na hasa kwa followers wao ni wengi sana, lakini kila mmoja amezungumza mambo mazuri na ambayo kwa lugha nyepesi yanakwenda kujenga undugu na kuimarisha zaidi Injili hapa ndani Tanzania na pengine hata nje ya mipaka ya taifa letu. Shetani huwa anaweza kufanya kazi. Yupo mtu anaweza akasema, sasa mbona mchungaji anadondoka, au mbona mwimbaji anadondoka, au mbona askofu anadondoka. Sisi ni wanadamu tu. Hata tungelikuwa na mapambo ya namna gani, tunabaki kuwa wanadamu na ubinadamu wetu, na ndio maana Mungu siku zote kila tunapodondoka tunapaswa kuutazama msalaba na kunyanyuka upya na kuweza kuziomba toba kila mara tunapodhani kwamba tumemkosea Mungu. Kwa hiyo nitoe rai kwa Watanzania na hasa waimbaji wote wa nyimbo za Injili kwamba sisi ni Wakristo, ni Waislamu, lakini ni followers wa mtu yote ambaye Mungu ameweka kipaji kwake. Sisi ni followers wa dada Upendo Mkone, sisi ni followers pia wa dada yangu Martha Mwaipaja. Dada Martha aliwahi kuimba wimbo wake mmoja, anasema sipiganagi mwenyewe. Lakini ukimwangalia pia dada yangu Upendo aliwahi pia kuimba wimbo wake mmoja wa usifurahi juu yangu. Nyimbo hizi mbili ukiziangalia zinatoa message kwamba unapopata jambo lolote gumu mbele yako, inamaanisha sipigani na upigani peke yako. Lakini dada Upendo anakuja kujibu tena, hata kama wimbo wake ndio mkongwe zaidi, ni kwamba mwenzako yoyote anapopita katika jaribu la aina yoyote, usimfurahie. Usifurahie juu yangu. Sasa nyimbo hizi mbili ni mfano tu mdogo, lakini toshe tu kusema kwamba dada Upendo na dada yangu Martha ni ndugu na ni marafiki, ni dada na ni mama kwa mwenzie, na kwamba hawawezi kutenganishwa kwa maneno ya mtaani. Na watu wote tunapoona kuna jambo lolote, tusitumie mianya hiyo kuweza kukuza na kupasua zaidi Injili katika taifa letu, kwamba mahali popote unapogundua kuna jambo lolote, basi usishiriki kuongeza mpasuko, bali shiriki kuwa mpatanishi, kwa sababu mpatanishi ana thamani kubwa sana katika jambo lolote, au ana thamani kubwa sana katika makuzi ya taifa letu. Kwa hiyo baada ya kusema haya, ndugu zangu, mimi naendelea kushukuru sana dada yangu Martha Mwaipaja kwa kuja na kunitembelea, lakini kushukuru sana dada yangu Upendo Mkone kwa kuja na kunitembelea, na msisite wakati wowote ule kutembeleana, iwe ni kwenye ofisi zetu za serikali, kwa sababu hata kama ni mwimbaji huwezi ukawa ofisi yako wewe ni ya mchungaji tu au ni askofu tu. Hapana, hata ofisi za serikali zinakuhusu, kwa sababu nyinyi pia ni wafanyabiashara, nyinyi pia mna kazi zingine, mnahitaji pia ofisi za serikali ziweze pia kutatua baadhi ya kero ambazo mnaweza mkawa nazo. Kwa baada ya kusema haya, nitumie tena nafasi hii kuwashukuru, lakini kuwakaribisheni hapa katika ofisi yetu, angalau kwa kuwa tupo na wenzetu hawa, mzungumze kwa kidogo tu. Kwanza kumshukuru Mungu kwa kikao chetu ambacho tumeweza kukaa, lakini pili kuwaambia Watanzania kwamba sisi ni ndugu kuliko uadui ambao pengine mtu mwingine
anaweza kuukuza na kuusemea mahali popote.